Wapendwa ndugu zangu watazamaji wa Dr. Kondo Online TV, leo kwa mara nyingine tena nataka kuzungumzia masuala ya kimataifa, lakini tupo katika anga ile ya maeneo haya ya Middle East. Pale pana jambo wa matukio kubwa limefanyika. Kuna mkataba wa ushirikiano wa mahusiano ya kijeshi katika nchi tatu: Uturuki, Saudi Arabia na Pakistan. Mikataba nayo ipo, na hasa ukiangalia NATO na mfumo kama wa NATO wanavyosema. Lakini swala la kujiuliza sana, wanasema watu, why now? Kwa nini uwe sasa hivi mkataba? Nchi hizi zipo muda wote huo. Zipo muda wote, miaka yote hiyo pamekuwa na mahusiano hapo yanafahamika, lakini kwa nini uwe sasa hivi? Sasa hapo ndo nataka tuzungumze. Na lazima hapa tutulie kidogo, tuangalie. Waswahili wanasema usione kobe kasinzia ama katulia ujue anatunga sheria. Hili maneno ya kama unayo, lakini ujue usione katulia kobe anatunga. Sasa akikurupuka ndio utaona kwamba kumbe alikuwa anafanya jambo fulani. Ndugu zangu, pale pamekuwa na vurugu hizi ambazo zimedumu katika muda kidogo sasa hivi. Nafikiri takribani zaidi ya siku 190 baada ya katika kipindi cha Ramadhani kile, Trump alipoamua kuishambulia kwa kushitukiza Iran bila sababu zozote, kuwaua viongozi wake wakubwa, akiwa na kiongozi wao mkubwa Ayatollah Khomeini pamoja na viongozi waandamizi, akifikiri katika masaa 48 ndio mpango wao, ile serikali ya Kiislamu ya Iran itakolapsi, itakuwa haipo, watu wataingia mitaani, watu wachukua utawala, alafu sasa watamweka yule kibaraka, yule mtoto wa Shah, alafu mambo yataendelea kama ilivyokuwa miaka ile ya nyuma huko, ambapo Marekani pamoja na nchi za magharibi ziliukamata uchumi wa Irani. Sasa hilo ndio lilikuwa tarajio lao. Wamepigana vita siku 40, imeshindikana. Wakaomba ceasefire, wakawa na mapumziko. Wakarudi tena kwa visingizio vingine. Wakapigana vita siku 12, ikashindikana. Wakaja na hati makubaliano, memorandum of understanding. Lakini kabla hata ubini hujatulia, wakaanza tena vita. Safari hii Iran ikasema haina haja wewe kuzungumza na mimi. Iran amekataa. Sina haja, kwa sababu wewe kwanza ni gegeo, alafu huheshimu hata yale ambayo mmekubaliana. Wewe unatafuta muda wa kutulia ili uweze kujiam tena upya, kujiweka vizuri kijeshi, afu uanze kunivamia. Sasa twende tu. Tujue moja tu. Sasa hapa ndo picha imekuja. Kwa hiyo watu wa Marekani sasa, kama ilivyo kawaida, zile strategy sasa zina tactics yake zinayumba, kama katika level yake ni strategy. Nasema kwamba ameona sasa atumie njia. Mara kwanza ilishawishi Wakurdi na kuwapa silaha. Nayo maneno amezungumza kiongozi Donald Trump kwamba niliwapa wale Wakurdi silaha na fedha, lakini silaha zimekwenda wapi? Anasema mwenyewe. Na bahati nzuri kiongozi wa Marekani Trump ni wanahitaji ni payukaji kidogo, hana siri kidogo. Yeye kitu kinachomjia katika dhamira yake huwa anasema, anakisema, na hii inasaidia kuonyesha picha yake. Ni huruka yake. Unajua kila mmoja ana tabia. Sasa ilishindikana kutafuta proxy, watu ambao watafanya vita kwa niaba, alafu yeye anapampa masilaha tu, kwa sababu pana biashara kubwa ya silaha. Ile ikashindikana. Sasa inawezekana. Haya matokeo yanaashiria nini? Ndio swala kujiuliza. Kwa nini hizi nchi tatu zikaa hivyo? Na kipengele wanachotumia kingine kama kile cha NATO cha 5, namba 5, sio kwamba akishambuliwa mmoja wapo basi ameshambuliwa wote. Kwa hiyo wote watakwenda kupambana na yule. Sasa hizi nchi tatu adui yao nani? Ni Marekani? Ni NATO? Sasa ndio maswali kujiuliza, lakini sio kweli. Je, kweli Marekani akishambulia moja wapo ama NATO akishambulia katika nchi watapambana nayo? Hawathubutu hata siku moja. Kwa sababu tunafahamu hawa wote viongozi wa nchi hizi, urafiki wao na ukaribu wao na usoba wao na Marekani na NATO na nini unafahamika, wala sio China. Lakini sasa tunaangalia kwa nini litokee sasa hivi na nini implications zake. Kubwa sana, kwa sababu kitu ambacho alichokifanya Iran katika vita vyote hivi ambao mpaka amemshikisha adabu bwana mkubwa huyu, ni kwamba yeye alipokuwa anashambuliwa alikwenda kuzishambulia base zake, roho yake ya kushambulia, na alichakaza sana.
Na walianza propaganda, nashambulia nchi. Sasa mimi sishambuli nchi. Kama wewe mkaribisha adui ili aje kuua wananchi wangu, mimi nakwenda kumuua huko kwako. Namfuata kwenye bezi zake. Haikuonekana logic kweli. Sasa wewe ndege zitoke, makombora yatoke kwenye nchi yako iue wa Irani, alafu yeye asijibu asema ile kwa sababu ni Kuwait, ile kwa sababu ni Jordan. Ile sasa hiyo ndio wazimu. Yaani hamna mtu, hata yeye angefanywa hivyo angekubali. Ikaonekana hii hamna mtu yote aliunga mkono hiyo dhana hiyo ya kusema wewe unazishambulia. Maana hii propaganda ilishaanza, vyombo vya habari vya magharibi vianza kusema wewe unashambulia Jordan. Hapana, sasa nashambulia base. Na kweli kwa naziunguza base zile. Chomelia mbali na Jordan, chomelia mbali Kuwait huko, chomelia mbali Abu Dhabi, kote ile. Na ile ikamstore bwana, kweli mpata hasara kubwa. Na ndio maana unaona Irani inakuwa na jeuri ya kusema sitaki mazungumzo. Sasa unajua kwa bwana mkubwa yule, wewe uweze kana jeuri hiyo kama huna uwezo, kama ukumpa fundisho sasa likamuingia. Sasa lazima tutafute njia nyingine. Kitu kinachotafutwa pale mengine inaweza ikawa ni kutafuta watu watakao nunua ile vita. Kwa mazingira hayo utayaona tu baadaye. Nasema hivi kwa sababu baadaye kadri unafuatilia mwenendo utakwenda, kwa sababu sasa hivi kwamba maana yake implication kwamba hizi nchi ambazo ni washirika Marekani akitumia bezi zao kwamba Iran anataka kushambulia, kwamba ionekane Iran akashambulia kwa ile kifungo cha 5 cha NATO kile, na watazitumia kwamba wamshambulie. Kwa hiyo sasa vita na hama kutoka kwa Marekani inaingia kwa hawa ambao kwa kweli hawana maslahi yote, ile wanatumiwa. Wanatumiwa kwa sababu gani? Destruction, vita haina macho. Pamoja kwamba mtapambana, lakini nyinyi mtapambana. Lakini Marekani yupo ana maili zaidi ya 10,000 yupo very comfortable, anauza silaha, anakula popcorn. Sasa hayo ndio mambo ambayo unaiona katika dunia yetu hii. Kujiingiza katika jambo ambalo linaleta hasara kwa uchumi na wananchi wako kwa maslahi ya mtu mwingine ambao wewe upate chochote, lakini kumtumikia tu bwana Butlika sina kujikompekeza na kadhalika. Na wengine wanaamuliwa hawa. Maana yake uangalie kitendo kimetokea lini? Kimetokea majuzi tu, ambayo baada ya kile kikao cha NATO kikubwa kilichofanyika Uturuki. Sasa hatuelewi mwili katika mazungumzo yale. Maana NATO haizungumzi, haina adui NATO. Baada ya vita vya pili vya dunia vilianzishwa ile NATO na ile Warsaw Pact ya Urusi. Sasa Urusi hayupo, kaondoka. Urusi sasa anahangaika na Ukraine. Sasa hata ile uwepo kwake NATO, kuna mambo mengi unaweza kujiuliza, adui yake nani? Mchina hajawahi kuvamia nchi. Mrusi hana historia kwa kuvamia nchi. Mrusi amevamiwa tu, anajitetea. Vita vya Napoleon, vita vya Hitler, Mrusi ni victim. Na hali kadhalika Mchina. Sasa utaangalia historia, wenye uvamizi ni hao ambao leo wanajidai ama wanatangaza demokrasi, wanatangaza amani, wanatangaza, lakini hao ndio wenye. Marekani na miaka 250 katika kama taifa, lakini 231 miaka yake ile katika 250 yupo vitani. Sasa tunaangalia hii hatima nini maana yake? Maana yake hapa pana maswali mengi. Nini kinachofuata? Nini implication? Sasa je, wapo watatu hawa. Jordan maana unaweza ni ushirika wameanzisha tena, wanasema wa Kiislamu wanatumia dini. Lakini kwa kweli sio, pale hamna swala la dini. Kama ingekuwa swala la dini, hizi nchi hizi zingesaidia sana Palestina. Palestina watu wamepata matatizo, mauaji, genocide, mauaji ya kimbali, lakini wamekuja kutetewa na watu wa Ulaya. Wameandamana watu wa Ulaya, Ufaransa, Uingereza, Marekani kwenyewe. Lakini umeziona nchi zinajiita za Kiislamu ziliandamana? Nitajie ipi? Hizi Jordani, Abu Dhabi, zote zinajidai kwamba leo Palestina ndugu zao na wapo nao, lakini mzee alikuwa anawachinja kama kuku watoto, wanawake, wagonjwa, wanapiga hospitali, wanapiga na kadhalika. Umeziona zinaandamana? Wengine walikuwa wanatoa vitisho vya mdomo tu, lakini wapi? Mwirani ndio alifanya kazi. Amefanya kazi kwa mara ya kwanza. Israeli inaadhibiwa, inapigwa ndani ya nchi yake, haijawahi kupigwa toka taifa hili limeanzishwa 1947. Nani aliwahi kupeleka risasi pale ndani? Sasa hayo ndio tunasema. Hasa wakubwa hawa, kiona Kobe ametulia ama amesinzia, anatunga sheria. Sasa sheria maana yake nini? Sheria anakuja na jambo lingine. Hawawezi, kwa sababu ni die hard ya watu. Watatafuta njia mbalimbali
watawatumia, na hasa kubwa natafuta mara nyingi nchi za magharibi ikiongozwa na Marekani na nini, proxy, yani vibaraka. Pale Syria wamepigana vita vingi sana. Yule ambaye alikuwa anamuita gaidi sasa amekuwa mtu mzuri. Yule kiongozi wa Syria sasa hivi alikuwa ametangazwa na Marekani wenyewe kwamba ni gaidi. Lakini sasa baadaye ugaidi unafutika kabisa. Wewe ukishaungana nao, wewe sio gaidi, wewe ni mtu mzuri tu. Lakini tunajifunza hayo. Kwa sababu dunia sasa hivi kwa utandawazi wake umesaidia, umeifanya iwe kijiji. Na haya tunasema sisi sio ya kufikirika ama ya kubuni kichwani. Tunayapata katika midomo yao, katika vyombo vya habari, na wengine wanateleza. Wanateleza makize kauli wanazozitoa zile. Zinasaidia, inakuwa ni evidence, wala uhitaji tena kutafuta hoja nyingine ya ziada, wakati kama kiongozi wa nchi anazungumza bayana, nia yangu ni hivi. Yale malengo yale maana yale ya mheshimiwa huyu rais wa Marekani Donald Trump ya kuangusha ule utawala ndani ni masaa 48 umeshindwa, ya kuifanya Iran isiwe na nuclear, ya kuifanya Iran isiwe na missiles, yani ile nchi sasa hii salende, kwamba pale na uongozi mpya, hamna masaa 24, sasa hivi ni zaidi ya masiku 100 na toka maanisha vita zaidi ya siku 190. Maana wapo vitani mpaka sasa. Sio masaa tena 48, hamna tena. Hakuna kilichofanyika. Lengo hajatimia, lakini sasa unaondokaje? Ndio swali. Sasa haya yanajiri sasa hivi, na sasa huu muungano, kwa sababu huyu mmoja Pakistani ana nuclear. Lakini huyu mmoja Mturuki ni nchi ambayo ipo pale ni kama, kwa sababu ni mshirika wa NATO. Huyu yuko kwenye NATO huyu. Sasa Saudia ndio kipenzi cha Marekani. Na Marekani imeinvest sana kwenye mambo ya petrol na kadhalika. Kwa hiyo hapa pana maswali mengi ya kujiuliza, lakini kwa msingi hii NATO ya Waislamu ambayo wanasema nchi za Kiislamu, hakuna kitu kama hiki, kwa sababu hao Waislamu wenyewe nasema katika bahati mbaya sasa kutumia maneno makali kama unafiki upo ndani ya nyoyo zetu sisi Waislamu, sio kweli. Nchi ngapi zilipaza sauti wakati wa Palestina wanachinjwa? Nani alisuta kuandamana katika nchi hizi? Hivyo hatuyaoni haya. Lakini zilizoandamana watu walikuwa na uchungu. Watu hawa wa Ulaya, ndio nasema serikali zile za nchi za Ulaya zile magharibi na Marekani zinazokaa sio nzuri, lakini wananchi wao wana uchungu, wale wana ubinadamu. Sisi hatuna ubinadamu tupenda, lakini unapokuja katika masuala ya ajabu unajaribu kutumia dini, unatumia nini, vitu vyote ni kufanya watu kuwapumbaza watu. Lakini wenye akili wana recall back, wanajaribu kutafuta huku nyuma pametokea nini. Lakini why now? Kwa nini sasa hivi muunde na unamsaidia nani? Adui yenu nani sasa hivi? Na hasa baada ya kuona Iran imefanya kazi kubwa kumshikisha adabu bwana mkubwa na kumweka katika nafasi yake. Sasa pale pana hisia kwamba sasa aonekane super power, huyo aonekane. Ndio maana pana propaganda nyingi, amesaidiwa na Urusi, hakuna evidence hata chembe. Amesaidiwa na Mchina, hakuna. Alipigana peke yake, lakini kwa kutumia rasilimali watu, rasilimali kubwa ya kijeshi ambayo ameiwekeza. Ndio hapa ile dhana ya kujitegemea. Wanashangaa Iran imetoa fundisho kubwa sana kwa mwenye kuzingatia, lakini hizi propaganda zote tunaona Marekani ingekuwa mamrusi kayata chembe ya nani pale, hii ilikuwa na hoja kubwa sana. Yaani sasa kutaka kuona kwamba kwa nini kashindwa na kijana mmoja mdogo Daudi na yeye ni Goliath. Sasa hii inamsumbua, lakini ndio ilivyo. Hata Biblia inatufundisha hivyo. Inaonyesha Mwenyezi Mungu anapotaka kuonyesha haki, anaposimama kwenye haki, anampa mtu ambaye dhaifu. Maana Goliath alivaa mavazi yale ya chuma yale. Tena anakuwa anakula tu na nyama, anasema hii kitoto kidogo. Lakini Manati tu alimpiga moja, ikampiga kwenye kichwa, Goliath akadondoka. Kwa hiyo ile nasema ndugu zangu, hayo yanayofanyika na maendelezo haya ya mkataba huu ni questionable, lakini haujakaa vizuri. Lazima tuchukue tahadhari. Kitachokea kingine huko mbele tutaona umesimama kwa msingi gani. Je, na hizi nchi zikijiunga, Jordani, Kuwait, Dhabi na nini, zinakuaje sasa? Ila Marekani aendelee kutumia zile bezi kupiga yeye, ukipiga umepiga nchi nyingine na umezipiga zote, implication yake nini? Haya ndio majibu ambayo tunatakiwa tuangalie. Dunia hii lazima tuwe
Asanteni sana.